Okay, karibuni sana katika kipindi chetu, mwendelezo wa kipindi chetu cha leo. Ukiingia YouTube channel ni RM77 Focus and Journey. Kwa hiyo utatupata kwa ajili ya kupata mwendelezo wa mafundisho na vipindi vyetu mbalimbali. Kwa hiyo mle utapata kuna vitu mbalimbali ambavyo tumeviandaa. Kwa hiyo leo tunaendelea na somo la kuacha pombe. Sawa. Wiki iliyopita tulifundisha sababu za kuacha pombe na mambo mengi tu. Tulishia wapi? Madhara ya pombe. Tulishia kwenye madhara ya pombe. Kwa hiyo leo tunaendelea na kuacha pombe. Sawa. Kuna sababu nyingi tu ambazo zinapelekea. Kuacha pombe ni hatua muhimu ya kuboresha afya yako ya mwili, akili na maisha kwa ujumla. Hapa kuna hatua na ushauri wa kusaidia kuacha pombe. Kwa hiyo utakuwa unaandika kama una report kama hivyo na take note, inasaidia kidogo hata baadaye unasome. Moja, tambua sababu ya kuacha. Moja inasema tambua sababu ya kuacha. Lazima mtu utambue sababu ya kuacha. Sawa? Jiulize, kwa nini nataka kuacha? Je, ni kwa sababu ya afya yangu sio nzuri? Je, ni kwa sababu ya familia? Je, ni kwa sababu ya kazi? Je, ni kwa sababu ya fedha? Au ni kwa sababu ya imani yangu? Kwa hiyo lazima utambue. Yaani ukiwa unataka kuacha pombe lazima utambue sababu gani ya kuacha pombe. Kwa hiyo ukiandika sababu zako, sawa? Ukiandika hizo sababu zitakusaidia na utatambua changamoto ambazo unapitia pengine ambazo zitakupelekea kuacha pombe. Lakini pia kuna sababu nyingine, weka malengo ya kweli na yanayowezekana. Yaani weka malengo ya kweli na yanayowezekana ili kusudi uweze kuacha pombe. Ukiweka malengo ya kweli na yanayowezekana, kwa mfano, weka tarehe ya kuacha pombe kabisa au punguza kidogo kidogo. Unaweza kusema bwana, mimi sasa hivi nipo hapa, nitakapotoka hapa kwa kweli sitakunywa pombe tena. Nitafanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo lazima uweke malengo. Kama hebu ngoja niache pombe kwa muda huu, nifanye mambo haya, nifanye mambo haya na nifanye mambo haya. Ndio maana naambia uweka malengo ya kweli yanayowezekana. Sawa? Weka tarehe ya kuacha kabisa au punguza kidogo kidogo. Lakini pia mfano, kuanzia Jumatatu nitakunywa mara moja kwa wiki tu. Unaona? Mtu anaweza kusema kwa mfano yuko kule nje. Anasema bado kuanzia mimi Jumatatu nitakuwa nakunywa mara moja tu kwa wiki. Au nitaacha kabisa kuanzia Julai 20, huu ni mfano tu. Au nitaacha nitakapotoka hapa nilipo, Back to Life Sober Living House, nitaacha kabisa, sitatumia pombe kilevi chochote kile. Na maana tayari nimeshajiwekea malengo. Umeona? Au nitakapofanya hivi, yani lazima ujiwekee malengo kama somo ninavyosema. Lakini pia namba 3, epuka vichocheo. Namba 3 nasema epuka vichocheo. Jiepushe na watu, sehemu au kazi zinazokufanya utake kunywa. Umeona? Inawezekana kuna sehemu kila ukipita pale, ukiona washikaji wao pale wamekaa, wadau mbalimbali, na unataka ukae, baadaye mmoja na mimi nikae hapa at least niweze kupata 1 2 3. Na maana tayari, na maana kama utakuwa haujiepushe na hivyo vitu, utajikuta unaendelea kunywa pombe. Inasema kwamba badala ya tiba zako, badala ya kwenda bar, tembea na rafiki au fanya mazoezi. Kwa mfano hapa kwetu Back to Life Sober Living House kuna sehemu ya mazoezi kama hivi. Kwa tunacheza mpira, kwa tunacheza volleyball, net iko pale. Kwa tunacheza mpira wa nini uliona tumepanga kodi pale za mpira. Na maana ni sababu ambazo kama hizo ambazo unaona kwamba hivi nikifanya mazoezi kama haya, au kwa mfano niko kule nyumbani wakati wa jioni, wakati wa jioni mimi nimekaa zangu kule nyumbani, hebu ngoja sasa mida hii ambayo nitakwenda kufanya pombe, mimi naamka naenda kufanya mazoezi au naenda kutembea, tunapiga zangu lapa fresh, napiga zangu lapa safi, au nampikia jamaa yangu ambaye najua na yeye ni mtu wa mazoezi, au naenda uwanjani, inawezekana huko jirani na uwanja wa mazoezi, ukafanya mazoezi yako, kwa hiyo utajikuta tayari mambo yanakwenda vizuri. Lakini pia namba 4, omba msaada. Omba msaada. Zungumza na mtu unayemwamini, sawa? Familia, marafiki au kiongozi wa dini. Zungumza na mtu unayemwamini. Yaani kwenye kuomba msaada, ina maana unaomba msaada. Pengine kama wewe unataka uache, bana hebu ngoja muda ikifika muda fulani naenda kumwona pastor au mchungaji au mtumishi wa Mungu yeyote yule, sema yeyote ile, bana naomba unisaidie hapa, mimi nataka niache pombe. Inawezekana akakupangia ratiba au akupa muda maalum au ratiba ambayo atakuwa anajua wewe utakuwa unakuja na masomo maalum ambayo itakusaidia wewe kuweza kuacha pombe. Inakuwa inasaidia sana. Tafuta vikundi vya msaada kama kwa mfano Alcoholism Anonymous au mashirika ya afya ya akili. Sasa mashirika ya afya ya akili ndio kama Back to Life Sober Living House, au kwa ushirikiano na msaada wa DCARE, mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, au watu ambao wanaweza kukusaidia msaada kama huo. Kwa hiyo ukikutana na watu kama hawa au marafiki ambao wa kidini, ni watu ambao pia unaweza kuomba msaada wa kusaidia kuacha pombe. Lakini pia sababu nyingine, jihusishe na mambo mbadala.
jihusishe na mambo mbadala. Kwa mfano mambo gani hayo? Haya, kuna fanya shughuli za kuburudisha. Kama unapenda muziki pengine, au unaweka na microphone zako hapa, siku hizi vijana na mambo mengi. Lakini pia au fanya mazoezi. Nimeongea hapo awali, kusoma na yenyewe inakusaidia. Inawezekana una kitabu au na novel unaisoma, unaipitia kwa ajili ya kukusaidia. Lakini pia kusali na yenyewe ni njia mojawapo. Kutazama filamu kama una TV pale nyumbani, au unapenda kuangalia mpira, basi ina maana tumia ule muda ambao unataka kwenda kunywa pombe, basi wewe tazama filamu. Lakini pia au kujifunza kitu kipya, yaani new things, unajifunza kitu kipya. Hii dunia ina mambo mengi, unatafuta kitu kipya au hobby yoyote ile, kwa mfano mpira, muziki, sanaa, kitu chochote ambacho kitakusaidia wewe, utakuwa huwezi kupata ule muda na kufikia kwenda kwenye pombe. Lakini pia kuna namba 6 inasema tibu mabadiliko ya mwili na akili. Tibu mabadiliko ya mwili na akili. Umeona? Wakati unapata pombe unaweza kupata dalili kama kichefuchefu. Umeona? Pengine mtu ameingia ndani kwenye nyumba za uraibu kama hapa Back to Life Sober Living House. Kwa hiyo mtu ataingia ile wiki ya kwanza atajikuta anakuwa na kichefuchefu, au msongo wa mawazo. Pengine mwingine hata asipate usingizi, inategemea kila mtu na afya yake na mwili wake. Kwa hiyo sababu kama hizo pengine sasa ukaziona ni sababu moja wapo. Lakini pia nenda hospitali au kwa mshauri wa afya ya akili kama hali inakuwa ngumu. Kwa hiyo mshauri wa afya ya akili kama hali inakuwa ngumu, ndio watu ambao wanaweza kaenda kupata msaada kama hapa kwetu ama sehemu yote ile ambayo anaweza kusaidiwa. Lakini pia inasema namba 7, jipe zawadi. Yaani sasa wewe mwenyewe umeshawini yote, umeshashinda kila kitu. Jipe zawadi, jipongeze. Jipe pongeze kwa kila siku au wiki unayofanikiwa kutokunywa. Kwa mfano kama sasa hivi baadhi ya watu na maana wamekaa hapa kwa muda fulani, kwa muda wa miezi 1, 2, tayari ameshaweza akijifikiria mimi kama sasa hivi, yaani haipiti siku 2, 3 nishakunywa, lakini mbona hapa nimeweza? Mbona nimekaa wiki? Mbona nimekaa mwezi? Mbona nimekaa hivi? Mbona sijanywa leo? Mbona, yaani unajiuliza maswali ambayo unaona kumbe mimi ninaweza. Ina maana jipe zawadi mwenyewe kwamba mimi ninaweza, nikiamua ninaweza. Umeona? Tumia fedha uliyookoa kwa mambo mazuri kama kununua kitu unachokipenda. Kwa mfano kama ulikuwa unazoea kutumia kuspendi hela kwenye pombe, let's say kwa wiki hata 50,000 au 100,000 au kitu chochote, hata hela yote hata 30,000 au 20,000, basi hiyo hela ukiiweka, kama unaona pengine ulikuwa unaitumia, basi nunua zawadi ambayo unaipenda, kwamba bana hii zawadi, au kunywa kitu ambacho unakiona ni mbali na pombe, ambacho kitanisaidia kwamba bana, hebu ngoja nikae hapa ninywe hata soda au nifanye hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo jipe zawadi wewe mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe jipe zawadi na mshukuru Mungu kwamba nimeweza kufanikiwa kuacha pombe. Lakini pia kuna kuwa na subira. Umeona? Kuacha pombe ni safari, si tukio la mara moja, ni safari. It's not a short way, it's a long way, it's a journey. Sio tukio la mara moja, usitegemee mabadiliko ya ghafla. Yaani umekaa tu hapana, hapana. Yaani ni safari, lazima kuna hatua za kufuata. Kuna hatua za kufuata ambazo zitasaidia wewe uweze kuacha pombe. Kwa hiyo ni safari. Yaani lazima uwe na subira kidogo. Ukiacha pombe ni safari, ni sio tukio la mara moja, lakini pia ukijikwaa usijilaumu, inuka tena na endelea. Hiyo sentensi nafikiri naweza nikaielezea. Ukijikwaa usijilaumu, sawa, inuka na nenda na endelea. Inuka, tembea, nenda, endelea. Umeshajikwaa, nilikuwa nakunywa pombe, sasa hivi nimeshaacha. Kwa hiyo tayari inuka, usijilaumu, pengine ule ni muda, ni Mwenyezi Mungu pengine amekupitisha kwenye majaribu mbalimbali. Na maana nimeshapita wakati huo, sasa hivi nataka niinuke, nitembee. Mimi sio yule ambao watu kwa wamenizoea. Nitakaporudi pale mtaani, nitakapokuwa naongea na ndugu zangu, nitakapokuwa naongea na wazazi wangu, nitakapokuwa naongea na mama, dada, mtu yeyote au rafiki, ataona kweli mimi nimebadilika. Nilikuwa nakunywa pombe lakini muda huu niko vizuri. Hata wao watashangaa kwamba fulani alikuwa anakunywa pombe, sasa hizi amelewa, lakini namuona sasa hizi yuko vizuri. Ameacha kabisa, yani anaongea na mimi vizuri, anafanya kazi yake vizuri, anajisimamia vizuri, anajisimamia biashara yake vizuri. Kwa hiyo ni mojawapo ya subira ambayo ulivuta muda mrefu, mafanikio ambayo umekuja kuyapata kwa sasa hivi. Na mafanikio huanza na hatua moja. Sasa kwa mfano mafanikio ndio kama hivi. Ndio maana mtu umeshakaa, tuashumu hapo umeshakaa wiki 2, wiki ya 3. Tayari ina maana unaweza, you can manage yourself. Uongo kweli? Ya kwamba tayari ina maana muda huu, kwa muda ambao nimekaa hapa sijanya kabisa. Hivi je, nikienda kule sitaweza? Kwa nini nisibadilike? Kama nilikuwa nakunywa, mbona sasa hivi nimeweza? Yaani yale maswali unayojiuliza, kwa hiyo yanakukuta tayari umeshaweza kuna nini? Umeweza kujikuta unaacha pombe mara moja. Okay. Ngoja maji hapo. Short break kidogo, dakika 1.